Every child deserves the opportunity to learn, communicate, and participate. Through the Collective Action for Disability Rights Project, Sense International Tanzania, in partnership with the Ministry of Education, Science and Technology, Prime Ministry Office, region and local government authorities, and with support from Signo Foundation through Atlas Alliance, is working to strengthen teacher capacity to improve education for children with deaf-blindness across Tanzania. As part of this commitment, teachers from 10 deaf-blindness units came together for an intensive 3-day practical training to strengthen their knowledge, skills, and confidence in supporting learners with deaf-blindness. Guided by government officials, teacher educators, and experienced practitioners, they explored practical approaches to communication, assessment, and inclusive teaching. This is the story of partnership, learning, and a shared commitment to ensuring that every child with deaf-blindness has the opportunity to learn, participate, and thrive. Effective teacher training begins with capable facilitators. Bringing together expertise from government, special needs teachers' colleges, and deaf-blindness experts with over 10 years of experience, the facilitation team shared practical knowledge and experience to strengthen teachers' confidence, competence, and commitment to supporting learners with deaf-blindness. Mimi niliwezesha maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ilikuwa ni dhana ya uziwi kutoona. Hapo walijifunza maana, wakajifunza changamoto, sababishi na afua stahiki zinazoweza kuwasaidia watoto hawa kujifunza. Lakini pia nilijifunza uandaaji wa mpango binafsi wa kielimu, Kiingereza unaitwa IEP, ambapo walijifunza ni namna gani sahihi ya kuandaa ule mpango ili uweze kufikia hitaji la kila mtoto katika ujifunzaji na mwisho kuweza kumsaidia mtoto kufikia malengo yake ya ujifunzaji. Mabadiliko ambayo ningependa kuyaona kwa walimu watakaporudi katika vituo vyao ni kuwapa watoto kazi za kufanya, yani kuwashirikisha watoto wenye uziwi kutoona katika matendo ya kujifunzaji, kwa sababu mara ya kwanza for experience ni kwamba walikuwa watoto wanakuja shule, wanaweza kukaa, wanasubiri muda wa chakula, wanapewa chakula, wanasubiri muda wa kutoka, wanarudishwa nyumbani. Lakini sasa hivi hatutegemei hilo. Baada ya mafunzo tunategemea watoto wenye uziwi kutoona wawe na ratiba zao ambao tumewafundisha, ratiba za siku. Wajue kuanzia asubuhi nikifika nitafanya nini mpaka jioni nitakapoondoka. Vile vile wawe na shughuli ambazo wanazifanya tena kwa kipindi maalum, shughuli inavyoanza mpaka inapoisha. Kwa hiyo tunategemea watu wenye uziwi kutoona wasikae tena shule kuja kwa mazoea, hapana, bali waje kujifunza na kupata elimu kama watoto wengine kulingana na uwezo wao na umri na uwezo wao na mahitaji yao. Baada ya kupokea mafunzo kwa hizo siku 3, naomba tu kitu ambacho cha muhimu, vile vyote walivyofundishwa wakavifanyie kazi, waweze kuweka kwenye utekelezaji ili kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum. While teachers are at the heart of inclusive education, sustainable change requires strong leadership and investment. The government of Tanzania continues to prioritize inclusive education as part of its commitment to ensuring every child has access to quality learning opportunities. Serikali imekuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba sekta nzima ya elimu jumuishi inaendelea vizuri. Na dhamira ya serikali inajionyesha wazi kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 23, ambapo imeweka vipengele karibu 9 vinavyoelekeza namna gani serikali imedhamiria kulitendea kazi swala la elimu jumuishi. Na katika ujumuishi ni kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi anayebaki nyuma au anayeachwa nyuma, ikiwemo wanafunzi wenye uziwi kutokuona. Kwa sababu hiyo, kundi hili limekuwa na watu wachache, lakini uchache huu ulikuwa unatokana na sababu mbalimbali ikiwemo kutokubainishwa ipasavyo. Sasa baada ya kuwa njia mbalimbali zimetumika na kuwaleta wadau pamoja, sasa tunaona tuweke nguvu katika kundi hili kama ilivyo makundi mengine ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha kwamba kundi hili linahudumiwa ipasavyo. Na kwa sababu hiyo, kuwapo kwa mafunzo haya ni sehemu mojawapo kubwa sana na muhimu sana sisi kama serikali tunaiona
kwamba itasaidia kuwezesha wanafunzi wenye uwezo kutokuona kujifunza vizuri, kujifunza ipasavyo, lakini kupata haki yao ya msingi ya kielimu. Kwa sababu hiyo tunashukuru sana wadau wetu Sense International kwa kuona na kuandaa mafunzo haya, na tunashukuru pia kwa namna moja nyingine jinsi ambavyo kumekuwa na mwitikio katika kujifunza kwa walimu ambao wamefika katika mafunzo haya, na tunaamini huu ni mwanzo mzuri ama ni sehemu nzuri ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata kile ambacho kimekusudiwa, na hasa elimu bora kwa ajili ya maendeleo yao na jamii yetu kwa ujumla. Beyond policy and training lies implementation. As teachers return to their schools, the focus shifts to how new knowledge will be shared, sustained, and translated into better learning experiences for children across the country. Ni muhimu kwa walimu hawa kushirikiana na wenzao maarifa na ujuzi walioupata katika jumuiya za ujifunzaji shuleni, kwa sababu mafunzo haya yanalenga kuleta mabadiliko katika shule nzima, si kwa walimu pekee mmoja mmoja, ila ni kwa walimu wenzao ambao wamewaacha shuleni. Kwa hiyo tunategemea baada ya mafunzo haya ni kwamba hao walimu wanaopata mafunzo haya wanaporudi kwenye shule zao wanahakikisha wanashirikiana na wale walimu ambao hawajapata mafunzo, ili kuhakikisha kwamba walimu wote wanapata hii dozi ambayo mbinu za kujifunzia na ufundishaji walizopata kwenye mafunzo haya. For many participants, this was their first formal introduction to deaf-blindness. The training challenged long-held assumptions and opened new possibilities for supporting learners with complex communication needs. Kabla ya kushiriki mafunzo haya, mtazamo wangu ulikuwa juu ya viziwi vya kutoona. Nilikuwa sielewi chochote na nilikuwa naamini ni watoto ambao hawezi kufundishika kwa maana ya kupewa taaluma tofauti. Nilikuwa naona ni watu ambao ni wa kusaidiwa tu, kila kitu wa kufanyiwa. Ila kwa sasa nilipojifunza nimegundua kwamba wanafundishika, wanaweza kujitegemea, wanaweza kufanya vitu vingi wao wenyewe bila msaada mkubwa kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwa sasa ninaelewa sahihi kuhusiana na viziwi kutoona. For others, the training reinforced knowledge gained over time. Their experiences demonstrate that when teachers apply these approaches consistently, meaningful change becomes visible in the lives of children they teach. Nimewahi kuona mabadiliko kwa watoto kulingana na mbinu hizi zilizofundishwa. Sisi kitengo chetu kimeanza kina muda na kimepokea watoto wa namna tofauti, na kama tunavyojua viziwi wasioona, kila mtoto anajifunza kwa namna yake kulingana na ulemavu wake, anakuwa na mahitaji yake katika hatua za kujifunza. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya nimeweza kuona mabadiliko kwa watoto. Kwa mfano, kuna mwanafunzi mmoja katika kitengo chetu cha mgeza viziwi, yeye amefika pale kitengoni akiwa hawezi mambo kadhaa, lakini kupitia mbinu za ufundishaji ameweza kuwa na mabadiliko makubwa. Mtoto alikuja anatambaa, tulimpokea akiwa na miaka 11, lakini alikuwa hawezi kutembea, alikuja akiwa anatambaa. Lakini kupitia mbinu ambazo tumekuwa tukishirikishwa na wawezeshaji wetu, yule mtoto tumeshuhudia ameweza kubadilika. Baada ya kukaa kwenye kitengo mwaka mmoja, aliweza kutembea, kuwa anatembea amenyooka, akaacha ile kutambaa. This training is not the destination, it is a starting point. Over the next 4 years, the Collective Action for Disability Rights Project will continue working alongside government, teachers, and partners to provide ongoing technical support, mentoring, and follow-up, helping transform new knowledge into lasting change for children with deaf-blindness across Tanzania.
Kipi kinafuata baada ya mafunzo haya? Ni zaidi kwenye wao walimu. Kwanza tukiwa hapa wameandaa mpango kazi wa miezi 9 kuanzia sasa mpaka mwezi Machi 2027, na hii ni katika kuangalia sasa walichokipata leo wanaendaje kukitekeleza kwenye shule zao. Imetengenezeka drafti, lakini wakifika wataiboresha zaidi, na ndani ya wiki moja wiki mbili tutakuwa tumefinalize mpango kazi wa kila shule. Lakini walimu pia wana jukumu la kurudi kwao. Tumekubaliana ndani ya mwezi huu waweze kushare haya maarifa na walimu wengine. Tunafahamu tuliweza kupata walimu 3 mpaka 4 kwa kila shule, lakini safari ya kuhudumia watoto hawa inahitaji kila mwalimu ndani ya shule. Kwa hivyo walimu watabeba haya, na kwenye jumuiya za ujifunzaji zao shuleni watakuwa wanashirikisha walimu wengine maarifa na ujuzi ambao wameupata kwenye mafunzo haya. Na mwisho kabisa, kama mradi tutaanza kufanya ufuatiliaji sasa kwenye hizo shule pamoja na timu ya wataalamu kutoka Wizara ya Elimu, Taasisi ya Elimu, vyuo kwa maana ya wakufunzi ambao tulikuwepo nao, lakini pia TAMISEMI ambao ndo wenye walimu hawa. Kwa hiyo kwa pamoja tutafika na kuangalia sasa alichojifunza mwalimu anakitekeleza vipi na maeneo gani anaweza kufanya uboreshwaji. Hicho ndicho ambacho kitaenda kufanyika ndani ya miezi hii 9 ambayo wao watakuwa wanaenda kutekeleza. Every trained teacher represents new possibilities for a child with deaf blindness. Through strong partnerships between the Government of Tanzania, teacher training institutions, schools, and development partners, inclusive education is steadily moving from commitment to action. The knowledge shared during these 3 days will extend far beyond this training room, into classrooms, schools, communities, and most importantly, into the lives of children with deaf blindness. As the Collective Action for Disability Rights project continues over the coming years, this journey of learning, collaboration, and system strengthening will continue, bringing Tanzania one step closer to an education system where every child with deaf blindness has the opportunity to learn, participate, and thrive.